Karibu katika somo hili muhimu la afya ya uzazi, na leo tutaangazia dalili 5 kuu za awali za mimba ambazo mara nyingi huonekana katika wiki za mwanzo baada ya mimba kutungwa. Ni muhimu kuelewa kuwa dalili hizi hutofautiana kwa kila mwanamke, lakini zinaweza kuwa kiashiria cha mabadiliko ya homoni mwilini. Moja kwa moja bila kupoteza muda, twende na dalili ya kwanza. Dalili ya kwanza ya ujauzito ni kukosa hedhi kwa wakati wake wa kawaida. Hii ndiyo dalili inayojulikana zaidi pale yai la mwanamke linapopata mbegu za kiume na kutunga mimba. Mwili huanza kuzalisha homoni inayoitwa HCG. Homoni hii husababisha mabadiliko katika mfumo wa hedhi na kuzuia mzunguko wa kawaida wa hedhi. Hata hivyo, si kila kukosa hedhi kunamaanisha mimba, kwani msongo wa mawazo, magonjwa au mabadiliko ya homoni pia yanaweza kuchelewesha hedhi yako. Kwa hiyo sio kila unapokosa hedhi moja kwa moja una ujauzito. Hapana, sometimes mabadiliko ya homoni au magonjwa fulani, msongo wa mawazo unaweza kuchangia hali ya kukosa hedhi. Lakini dalili ya kwanza kabisa ni kukosa hedhi kwa wakati wake wa kawaida. Dalili ya pili ni kichefuchefu na kutapika, na mara nyingi hali hii huwapata wanawake majira ya asubuhi, na hali hii kitaalamu hujulikana kama morning sickness na husababishwa na kuongezeka kwa homoni za mimba mwilini. Na homoni zinazoongelewa hapa ni estrogen pamoja na homoni ya HCG. Ingawa huitwa morning sickness, inaweza kutokea muda wowote wa siku. Baadhi ya wanawake pia hupata kichefuchefu kidogo na wengine hupata kichefuchefu kikali zaidi ya kiasi cha kuathiri ulaji wa kawaida. Yaani unakuta hadi hamu ya kula inapotea, na kila unapoweka kichochote kwenye kinywa kinakuwa hakina ladha. Sababu kubwa ni uongezeko wa homoni ya HCG au mabadiliko ya homoni ya estrogen yanasababisha hali ya kichefuchefu kwa mwanamke ambaye tayari ni mjamzito, hali ya kutapika na hali ya kukosesha hamu ya kula. Dalili ya tatu ni mabadiliko katika matiti. Mwanamke anaweza kuhisi maumivu au kuvimba au kuwa na hisia za uzito kwenye matiti yake. Chuchu pia zinaweza kuwa nyeusi zaidi au kuwa nyeti kupita kawaida. Hii hutokea kwa sababu mwili unajiandaa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa kupitia mabadiliko ya homoni, hasa progesterone na estrogen. Kwa hiyo dalili ya tatu ni mabadiliko katika matiti ya mwanamke, na ukiona dalili hii pia inaweza kuashiria kuwa una ujauzito. Dalili nyingine ya 4 ni uchovu wa kupita kiasi. Mwanamke mjamzito wa awali mara nyingi huhisi uchovu hata bila kufanya kazi nzito, na hii inatokana na mwili kutumia nguvu nyingi katika kutengeneza mazingira ya kukuza mtoto tumboni. Pia mabadiliko ya homoni na kushuka kwa kiwango cha sukari kwenye damu vinaweza kuongeza hali ya uchovu. Dalili ya 5 ni kukojoa mara kwa mara, na mara nyingi hii hutokea kwa sababu mfuko wa mkojo unapata msukumo kutokana na kuongezeka kwa damu mwilini na pia mabadiliko ya homoni. Figo pia hufanya kazi zaidi kuchuja maji ya ziada, hivyo kuongeza kiasi cha mkojo, na hali hii huanza mapema hata kabla tumbo halijaanza kuonekana au kukua. Kwa hiyo dalili ya 5 utaanza kukojoa mara kwa mara. Lakini nataka ufahamu kwamba ni muhimu kuelewa kuwa dalili hizi peke yake hazitoshi kuthibitisha kuwa tayari una mimba. Njia sahihi zaidi ya kufanya kipimo cha mimba ni hospitali au kutumia kipimo cha mkojo ambacho unaweza kukitumia nyumbani, na hatimaye kufanya uthibitisho kwa mtaalamu wa afya au daktari wako. Lakini kama umepata dalili hizi au unashuku mabadiliko katika mwili wako, ni vyema kupata ushauri wa kitabibu mapema ili kuhakikisha afya yako na ya mtoto kama mimba ipo. Asante kwa kufuatilia video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Endelea kutufuatilia kwa elimu zaidi za afya ya uzazi. Usisahau kulike, kucomment hapo chini, kushare kwa wengine ili
nao wapate uelewa sahihi. Komenti yako ni muhimu zaidi. Hakikisha una comment hapo kama kuna dalili yoyote ambayo umekuwa ukiipitia, na pengine ukipima ujauzito unakuta kipimo kinaonyesha hauna ujauzito, lakini kuna dalili fulani ambazo nimezielezea hapa unazipitia. Hakikisha unashusha comment hapo chini, nasi tutakujibu kwa haraka sana. Asante na Mungu akubariki.